Mbona ghafla tena sasa hivi? Wamaanisha nini sasa hivi? Thibitisha mwenyewe hapo ndani. Mbona wanishangaza namna hii? Yaani ina maana wewe una ujauzito wangu? Ndiyo, kuna mimba yako. Mbona ni kama sikuelewi? Unaelewa vipi? Niko na ujauzito wako mimi. Unanipa mitihani ujue. Umekuja ghafla hivi, sijajipanga kwenye maisha wewe. Mimi huko nyumbani ndo nishafukuza na kakaangu. Ulifikiri mimi nitaenda wapi? Hapana. Mimi huko nyumbani nishafukuza na kakaangu. Na ndio maana nimekuja hapa kwako. Na siondoke. Kwani mimi sijajipanga kimaisha? Mimi sikuelewi bwana. Tutaongea vizuri, mimi naingia huko ndani. Kulikoni, mbona unawapanga saa hizi? Haya kuhusu haya. Kuna mtu kanichanganya vibaya katika akili yangu. Huyo mtu sasa nikimpata, atajua hajui. Haya nihusu nini na mimi bibi yako, lazima nikuulize. Uenda napanga kufanya nini nalo hilo panga? Yaani kuna mtu amenigadhabisha. Tena amegadhabisha sana maisha yangu. Yaani mimi ninang'ang'ana kumsomesha dadangu. Alafu yeye hivi tu analeta upuzi. Hilo haliwezekani. Lazima leo atajua kwa mimi ni nani. Lazima atajua. Yeye analeta mchezo tu hapo. Samani. Kuna mtu ambaye ninamhitaji katika huu mtaa. Kuna mtu ambaye ninamtafuta sana. Huyo mtu amevuruga sana akili yangu. Mtu anaitwa Shabani. Sasa sijui leo labda kuna wakati ulishawahi kukutana na mtu kama huyu ama ulishawahi sikia jina kama hilo huku mtaani? Mimi nishawahi kulisikia jina hilo kama mtaa pili mtaa wa tatu. Lakini sina uhakika kama Shabani huyo unamzungumzia wewe ndiye nilimsikia au la. Huyo mtu nasikia ni mashuhuri sana huko. Kwa kweli mimi sina uhakika na wala sina chochote cha kukuelezea sahihi kuhusiana na huyo jamaa. Kwa sababu kuna majina mengine tunayasikia katika maeneo haya, lakini mtu labda hujamuona wala hujakutana naye mahali popote. Sawa. Wewe labda ujaribu mbele mili yangu. Mbona leo kama una raha hivi? Kuna shida gani? Kuna jambo ambalo hilo nimekutana nalo kwa njiani. Kwa kweli halijanifurahisha. Yaani nimekutana na bwana mmoja hapo chini hapo. Kushana naye anapanga mkononi. Lakini sasa anasema kwamba ana kijana na anamtafuta. Na kijana huyo kulingana na lile na venye amenielezea tu nahisi ni mimi. Ni kwa vile tu huyo bwana mmoja huyo sijamfahamu vizuri kule anapotoka na pia ni mara ya kwanza kumuona. Wewe si huyo? Si yangu, niambie. Poa. Uko poa? Ndiyo. Umepotea? Matatizo tu. Ama uliambiwa usije tena huku kwetu? Hapana, wifi yangu, matatizo tu. Tarudi. Haya basi. Kuna taarifa mbaya zinitokea. Taarifa gani? Mbona ushtuana? Kakako yuko kutafuta kwa hamu na gamu. Hata amenowapanga kabisa, yosema kikutana na wewe, atamalizana na wewe. Sababu ye bozi chunge kamare, uzichunge. Umenyo usenga kupata bwe mwenye anakunyana na uwe. Nimeza kwambira mimi. Uzichunge, weko nyote kwenda bana kutuua hii. Haonge kwenda na kutuua. Hata nolopanga anamba anamtua ye mulumeo. Enda kunyane naye. Sawa.
Wifi, sawa, mimi hata nimekuelewa, maana hata nimechanganyikiwa. Sawa wifi yangu, mimi nimekuelewa. Haya, nimebora naenda zangu dukani. Haya, sawa. Haya. Sawa. Habari ndio hiyo basi. Haya. Samani nani, mke wangu, kuna kitu ambacho kinanipa mimi changamoto, ni huyu dada yangu. Huyu dada yangu kweli, yani ninapitia hali ngumu sana kufikiria mahali ambapo ameenda, kwa sababu siku anatarajia kabisa atafika mahali kama pale, kwa sababu nimeshamsomesha sana na gharama kubwa. Unajua mimi nimeng'ang'ana, nakwambia kuna kazi hiyo inaitwa zege. Mwanaume lazima aumie. Simiti kama 30 hivi. Naambia beba hapa. Nakwambia nimeshabeba. Weka kokoto. Nakwambia naumia. Ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya huyu dada Samira. Alafu Samira hivi leo hivi anapotea tu bila msimamo, bila msingi wowote. Hivi wewe kama wewe ungelichukuliaje? Mume wangu, wewe basi asikuumize kichwa, huyo amekuwa mtu mzima. Yojitambua, yojua zuri na yojua baya. Kwa hivyo muache, mtoto akilia embe, mpe. Yesa litaka embe, acha mkate. Kikimramba atarudi mwenyewe. Alafu isitoshe, asifunzwe na mamaye, funzwa na ulimwengu. Ulimwengu ukimfunza, atajuta mwenyewe. Huyu ndo mume wangu, anaitwa Shabani. Nashukuru kumfahamu. Shabani, huyu ni wifi yangu, ameolewa na yule kakangu. Nashukuru kumfahamu. Ndio huyo kijana mwenye utafutwa. Yule jamaa ambaye anitafuta nimemkumbuka. Kweli yule hawezi nitatiza kabisa wala kunizingua. Na nitapambana naye vyovyote vile atakapokuja. Na najiamini kwamba yeye hataweza kushindana na mimi kabisa wala kunivuruga. Haya, basi acha mimi niwaache. Tutaona siku nyingine. Leo jioni mimi nilikuwa nataka uandae dagaa. Sijui wasemaje kuhusu. Yaani ugali na dagaa? Ndio. Hapana bwana, mimi nataka mzungi. Jamani. Kwa nini sasa mzungi tena? Mimi naupenda tu, ni mtamu. Sitaki dagaa. Mimi nakula Tanzania kila siku madagaa kunako madagaa. Mimi nataka mzungi. Utanipa changamoto wewe hali hizi. Utakula hivyo hivyo. Yaani mboga za kienyeji. Ndio, mboga za kienyeji. Kwani mimi sijazoea kula mjawa. Mtoto wako ndo anataka sasa. Mtihani huu nao huu. Sawa, nitajaribu kufuatilia. Kwa hiyo utakula? Ndio. Utakula? Itabidi nile tu ili kukufurahisha. Sawa. Mimi nakuangalia muda wote kule nyumbani huko. Kumbe uko huko. Umeenda fuata nini? Walitoka dukani. Mimi dhamira zangu zinaonyesha kama Samira ameshapita. Hebu ngoja nimfuate. Ngoja nitafute huyu Samira nimjue anakwenda. Samira hajapita hapa. Labda wewe una njaa. Sijui nimpigie wifi yangu nimwambie. Unaka huyo yuaenda huko. Sija kaenda wakuta akafanya kitu kibaya. Kama ngoja nimfuate. Na nyinyi. Basi
Mbioni, mbioni. Wapi tena huko? Nimemuona mimi na kipanga chake huyu. Jamani. Ah,